Nimerejea mtazamaji na niko katika hospitali ya Tumutumu, one of the oldest hospitals in the country, tangu mwaka wa 1906, na nazungumza kwa lugha ya taifa leo kwa sababu mwenye ambaye nazungumza naye msimamizi wa hospitali si Mkikuyu, umetoka kule upande wa Meru, na Kikuyu labda kitamtatiza kidogo, licha kwamba anaweza kuzungumza kidogo, lakini hatutaweza kuelewana sana. Na tumerejea katika awamu ya pili na nataka tuzungumze mengi kuhusiana na hospitali hii, manake pia tunajua kwamba jengo lake la kwanza limeweza kutangazwa kama makavazi ya kitaifa. Imekuwa museum kwa sababu ilimalizika 1914 na limekuwepo, na ndilo hivi sasa wanatumia kama kanisa ambapo wanafanyia maombi kutafuta kudra zake Mwenyezi Mungu. Bwana Kenyo, karibu tena. Asante sana. Bwana, niulize, unajua kuna challenges ambazo mnapitia. Yes. Labda kama hospitali, na tunaweza taka kwanza tuanze na hospitali kisha turejee katika masuala ya taasisi yenu ya kutoa mafunzo ya kuhusu nursing. Yes. Changamoto kubwa tuliona kwanza ni kutojulikana tuko. Na nikisema hivi kweli tuko na bed capacity kubwa, nafikiria vitanda kama I think 180. Yes. Na kweli hivi sasa tunapata patient kutoka Kirogoya sana, na wengine kutoka hapa Murang'a tunapata. Lakini unajua outside that watu wengi hawajui tuko. Kweli. Na ndio nimesema sasa lazima watu wajue tuko hapa. Nimeona umesema kama mnafanya all bone surgeries. Yes. All bone surgeries tunafanya sasa. Kama sasa kuna kitu nitakwambia to address baadhi ya changamoto zile tuko nazo. Kweli. For some time sasa katika nchi yetu ya Kenya kumekuwa na kitu tunaita donor fatigue. Hiyo ni kumaanisha wafadhili wamechoka ili na kutoa. Hata serikali yenyewe inajua hivyo, wafadhili wamechoka. Kwa hivyo sasa sisi kama management, kama management hospitali, sisi wenyewe tunaweza kutafuta mbinu za to bridge that gap. Kumbuka sisi tunaweka small percentage. Buying price na selling price of our drugs, the percentage ni kidogo. Zingine tunaweka tu 1.5%. 1.5% only. But mnaweza fanya hivyo, mfanye nini? Economies of scale. Yes, that's what we are targeting, economies of scale. Tufaidike na hiyo. Kwa hivyo sasa juzi tumepata idhini ya wakurugenzi, ile bodi inasimamia hospitali, watukubalia kufanya PCA Tumutumu run ama marathon. Good. Now you are headed in the right direction. Yes, very good. Asante. Kwa hivyo I can tell you hiyo tuta support kabisa 100%. Asante sana. Nashukuru. Kwa hivyo sasa nimekuambia kama sasa tunataka kufanya tutakuwa tunaweka jiwe la msingi within after 1 year to bring up a new complex. Okay. Badala ya kuwa na mijengo mingi, kuna service nyingi ambazo zinaweza kufanyika katika one building. Kwa hivyo katikati ya mwezi wa 9 na Disemba tukipata appointment na rais, kwa sababu sasa the PCA headquarter I'll be writing to them, nitakuwa nawaandikia na governor hapa Mheshimiwa Kahiga, tutakuwa tunawaandikia so that sasa tuweze kuleta Mheshimiwa rais katika Tumutumu aweze kusaidia katika ile marathon run. Tunataka kuweka baadhi ya changamoto ama baadhi ya zile magonjwa yanasumbua sisi katika region hii. Sukari, cancer. Tunataka kuweka a cancer medical center katika hospitali. Na kuna utafiti mwingine ambao umefanywa na daktari mmoja kutoka Provincial General Hospital hapa Nyeri. Yes. Na anasema kwamba watu pia ugonjwa wa figo unakuwa accelerated. Watu wengi sana wanapata. Yes. Sasa tunataka kujua nini inasababisha hiyo. Unaona sasa? Na hii sasa itawezekana tukileta watafiti wengi hapa. Na kwa hivyo tunataka kuweka support infrastructure. Unaona sasa tunataka sisi wenyewe kuona what can we generate within the country through that marathon. Watakapokuja, yes, wadokezee kwamba mojawapo ya vigezo ambavyo ama sababu ambazo zinafanya kwamba watu wapatwe na magonjwa hayo ni kutumia chemical fertilizers kwa mashamba yetu. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano ni swala ambalo limekuwa likinitatiza sana. Yes. Kwa sababu every family hata yangu unapata kwamba magonjwa hayo yapo. Yes. Ni magonjwa ambayo yanaumiza sana. Yes. Mashamba yetu yanakaa katika slopes. Yes. Majani chai yako kule kwa slopes. Kweli.
maji yanatoka kule juu yanapita kule kwa slopes yanakuja hapa chini, tunachotea hapa chini. Wakati kunaponyesha ndio tunaambiwa tuweke fertilizer kwenye majani chai. Tunaweka fertilizer na hiyo jioni unarudi pale chini unachota yale maji. Na sasa fertilizer imekuja kule unakunywa hiyo fertilizer. So fertilizer yote yenye tunaweka kwa mimea msitu tunakunywa. Kweli hiyo. Sasa hiyo ni moja wapo ya labda. Yes. Ingine sasa NHF. Hapo mnatumia NHF? Hapa ni NHF. Okay. Na ni vizuri watu wajue hapa kuna service unapata ni kama free. Like kwa mfano mtu akitaka kujifungua hakuna kitu analipa. Hapo bado hapa kuna shida. Hapa hawajifungui bwana. Ndio kweli. Watu hawajifungui. Inasemekana Nyeri hapo watu wamekunywa pombe sana hata hawazai. Hakuna nursery school ambayo iko operation. Pengine tukitoka hapa tu kwa mheshimiwa wa kule wa kwenu Kareke Mbiuki alikuwa anasema kwamba kila mama ambaye atajifungua atapewa 20,000. Pengine hata kwa wajue hivyo, lakini tunaweza pia kuzunguka tuone kama kwa sababu kaanza kuona tumo primary school tuone kama kuna wanafunzi kule. Kuna kitu siku kumalizia. Ni kwa mimi ni mtu wa Meru lakini Iliamia Isiolo mimi. Mimi sasa mimi ni mtu wa wapi? Wa Isiolo. Mtu wa Isiolo. Sasa hapo ndio makao ndio nyumbani sasa. Turudi kwa changamoto hizo services zenye ni kama free like kujifungua. That was just by the way. Unajua wanajifungua. Sasa hizo school imekuwa hapa Nyeri sijapatana na mwanamke yote mwenye amepewa mimba. It's a challenge. Ni challenge. Na hao wanaume wa Nyeri hao inaonekana sasa lazima itabidi wakati wa hiyo afanye kama Waititu. Kwa sababu saa 2 asubuhi ni maji. Serikali inasema kwamba kuna pombe mbaya. Yes. Sisi kwenye runinga tunatangaza kwamba watu wanakufa kwa sababu ya kunywa pombe ya mtaro. Tunapenda kuita pombe ya mtaro. Ukiita third generation. Kidogo unaipatia heshima, kidogo unaipatia kofia. Ita pombe ya mtaro. Ndio. Ili hali vijana wamekunywa saa 2 asubuhi Nyeri town, mtu amelala kwa floor amelewa. Nywele zimesokoteka, huyu mtu ni kama amekosana na maji. Kweli. Ni tatizo kubwa. Mnyinyi kama sasa unajua kwa Nyeri. Tatizo kibao. Ulikuwa unasema challenges? Sasa kwa hiyo sasa kuna kitu tulisema vile sisi hospitali inaweza kufanya nini? Pia pengine sasa kwa sasa kuna that charity tunajua iko sasa vijana kama wao sasa. Wao wanakunywa pombe za mtaro. Tunaweza kufanya nini? Sisi tunataka kuwa sasa to create awareness. Tunaenda kwa soko tunawaambia vile mtu anaweza kujiconduct, right? Public hygiene, madhara ya kunywa pombe kama zile. Kuna wakati tunaenda makanisani. Kweli vijana wengi nao hawaendi kama kanisani. Kwa hivyo changamoto ipo. Kwa hivyo sasa ni njia lazima tujue njia bandara ya kuweza kufikia vijana kama wale. Turudi tena kwa changamoto zilizoko NHIF. Wakati mwingi NHIF imekuwa sasa for some time imekuwa ina shift kutoka ule mtandao walikuwa wanatumia kitambo wa kumanage wa e-claim wameingia kwa mtambo mpya sasa. Kunazo changamoto kule. Watumia hospitali yetu kama piloting hospital kuweza kutest the suitability, the efficiency ya ile system wako nayo. Na time and again tumekuwa tunapata challenge, their system ina breakdown. Kwa hivyo unakuta kuna wakati kuna backlog. Kwa hivyo unakuta kama sasa vile tulivyo wana to own pesa zetu wako na zaidi ya 30 million. Lakini tumefanya mkutano jana hapa, tumeongea na branch manager, they are working on the system. Ni kama sasa tumwambia pia sasa they open a window. Wakati mitandao yao ikianguka kuwe na a parallel system kama ile manual system. Waweze kukubali tutumie manual so that we don't expose the hospital. Ni very possible kwa sababu kitu ambacho hakina manual ni kimoja tu. Gani? M-Pesa. M-Pesa haina. Hiyo ni digital tu. M-Pesa ni manual bana. Sasa ukiniambia 200 ni manual bana. Ndio nasema pesa ikiwa kwa simu hii hapa. Na M-Pesa wasema kwamba uko Nyeri unataka kusafiri. Uko na 20,000 hapa kwa simu. Hiyo pesa hiyo huwezi kuifanya money utoe. Lakini hii nyingine ya kulipa malipo unaweza fanya kama system kama ime breakdown. Tumewasawishi waweze kukubali tu tunatumia the other parallel system at least until the system is up and running. That's another hiyo changamoto nyingine. Ingine nimetangulia kuambia mambo ya donor fatigue. Hiyo tuko nayo na tunajaribu kuona vile tutapokama sisi wenyewe. And I'm very happy kuripoti kwa sababu kama mwaka uliopita, although it was extraordinary kwa sababu kulikuwa na mgomo wa katika public medical katika hospitali ya umma, tunaweza kufanya faida kubwa.
tuliweza kufanya faida karibu ya milioni 80. Na mijengo mingi sasa unaona na mabadiliko mengine sasa improvement unaona sasa zinafanyika na kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu ya zile pesa tuliweza kupata mwaka uliopita. Na imesaidia kwa sababu sasa wakati ule mgomo ulikuweko. Sasa kuna watu walijua sasa kuna Tumutumu. Kuna option ya Tumutumu Hospital. Na wakati ule wamekuja hapa wameona hala kumbe hospitali ya Tumutumu hata iko sawa kuliko zingine. Right? Kumbe hapo wanajua kumbe service tu ile tulikuwa tunapata katika hospitali X na sasa wamegoma. Sasa tunaweza kupata wapi? Hapa. Tuseme in one or another sasa mgomo ulikuwa faida kwetu. Kwa sababu blessing in disguise. Yes. Kwa sababu sasa the chain effect inaendelea kufurika. We are still feeling the effect, a positive effect ya mgomo. Kwa hivyo sasa we are trying to overcome all the challenges. We are very proactive na tunafanya mikutano where we need expertise. We are consulting ili tuweze kusimamia hospitali vizuri, kwa sababu by the end of the day we want to make sure that yule mteja, unajua unfortunately mteja wetu ni mgonjwa. That's unfortunate thing. Wewe sasa mteja wako ni mtu ambaye anasikiza wengine sasa na habari zenu, matangazo yenu. Sisi the unfortunate bit is our customer, our client is a patient. Mtu ambaye ako unwell. Yes, ako unwell. Sasa tunasema mtu huyu ako unwell akija hapa. Lazima tuhakikishe amesimamiwa vizuri iwezekanavyo. Ili mtu number 1 asiwepo kwa queue kwa muda mrefu. Na another challenge we have sasa, I'm bringing to the challenge we have is sometimes hata sisi wenyewe katika our systems unakuta sasa kuna mfanyikazi pengine mgonjwa amekaa katika ile queue zaidi ya saa moja. So amepiga foleni tu. Yes. Sasa tunataka kufanya how do we manage this? Yes. Alright. Very important. Nimewahi kushuhudia na nimemwambia Madam Catherine, nurse mwenye sijai kutana na nurse mwenye amehudumu kwa hospitali moja since 1982 to date. Yes. Hapa ndio nimepata historia. Historia. Na hapa ndio nimepata historia ya hospitali ambayo ilijengwa kitambo sana. Yes. Nikamuuliza hilo swali. Nimewahi ku experience Murang'a County. Sitataja, lakini wenye wanakaa huko na wenye wanajua hospitali za huko bila shaka watajijazia. Kijana ametoka kucheza mpira. Amevunjika mkono. Mpaka mifupa imetokelezea huko. Kutokea huko. Ameenda pale katika hospitali amepiga foleni. Jamaa anakaa hapo for 6 hours. For 6 good hours. Jamaa analia tu, kijana analia, anapiga nduru, naso anapita tu hapo, wanasema hata wale wengine wako kwa foleni. You know, I mean, nikamuuliza mambo kama haya mnapanga kuyafanya? Akasema kwamba huwa wanaangalia hali ya mgonjwa. Iwapo labda anaonekana hawezi kufuata ile foleni, anapitishwa. Sasa hiyo kusema that is mismanagement. That is mishandling ya mgonjwa. Sisi tunataka kutufuatia turnaround. Mgonjwa akikaa sana kwetu hapa, okay, kama kitambo afikie daktari isipita 30 minutes. Hata kama ni kama Jumatatu ukatoa mgonjwa ni mingi. Tunatafuta system na kuna kama sasa tunafanya mabadiliko katika our OPD na tunaendelea kuiboresha zaidi. OPD ndio nini? Outpatient. Yes, outpatient unit. Ili mgonjwa akija pale 30 minutes ameweza kufikia daktari. Na kwingine tunajua kuna shida ile katika pale pa kulipia. Pia tunaangalia tuone kama inabidi tuongeze wale makeshia, tutafanya hivyo. Lakini kama sasa tumeweza kutumia system zingine, unaweza kuja kulipia na kadi zako, unaweza kulipa sasa na kwa simu vile unasema. Kama inawezekana walevi wanalipa kwa kuswipe. Si hata hospitali pia wanaweza swipe. Yes, walipe hivyo. Mtu anabia kadi yake analipia pale. Changamoto yake tuliona sasa upande wa chuo. Kabla tuende upande wa chuo. Nilikuwa pale kwa masuala ya outpatient. Katika outpatient ukasema kwamba iwapo ni wafanyikazi itabidi waongezewe. Pia ni muhimu na wanaweza kuongezewa. Nitakupatia mfano. Ukasema kwamba wateja wenu ambao ni mgonjwa asiwekwe sana kiasi cha kwamba anakuwa mishandled. Yes. Wakati Titus Naikuni alipoenda Kenya Airways akaitana around, nilisikia fununu, sijui nikipatana na nitamuuliza kwamba alikuwa anapiga simu yeye mwenyewe. Anajua wale ambao ni kasuku sana, ofisi ambao labda watu wako na hawafanyi kazi vile ambavyo inatakikana, utaratibu unaofaa, na akipigiwa simu achukue asipewe majukumu. Simu yako ikilia mara 2 mara 3
wewe umeenda nyumbani. Kwa sababu simu yako inafaa kulia mara moja, mara mbili uchukue, na kama kuna mgeni ji excuse, hello let me call you back all after 10 minutes. Kwa sababu walikuwa na hiyo tabia. Mteja wanasema kwamba upige hii simu ufanye bookings, lakini ukipiga simu haichukuliwi. Natumai kulikuwa na kesi kama hizo. Na akaweza kukutana around, it was making losses, ikaanza ku make a lot of profits. Yeah. So ni jambo zuri sana. Katika changamoto ambazo mnapitia upande wa chuo, unajua kwamba kwa sababu ya viwango vya elimu vile ambavyo siku hizi mtihani wa KCPE una KCSE, najua changamoto yenyewe ambayo mnakumbana nayo kutokana na jinsi ambavyo mambo yamebadilika katika masuala ya mitihani na results ni gani? Sasa hebu niseme katika nchi yetu ya Kenya miaka imepita miwili sasa, colleges, medical, in fact technical colleges, all colleges ambazo zinahitaji wale wa graduate wa form 4 kuna wamepita na science umekuwa na shinda. Kwa sababu kweli tunakubali ile kazi mheshimiwa Matiang'i alifanya kuweza kuleta sanity, kuweza kuna wizo wa mitihani. Ijapokuwa kwamba ile amefanya vizuri, hatuwezi kuthibitisha kabisa, lakini kwa sasa hakuna ile ujumbe katika public, in the public domain, kwamba sasa mambo yametulia. But now shinda iliyoko sasa, after the exams are written, baada ya wanafunzi kufanya mitihani, sasa kuanzia pale sasa up kutangaza mitihani, sisi tumeona effect. Kwa sababu wakati ule mitihani haitafanywa kwa kimombo kitu tunaita moderation. Lazima kuwe na a normal curve mtihani. Isije ikawa sisi wakati tulikuwa tunasoma na wakati ule nafikiria vile because mimi wajuzi kama mtihani fulani wale wameanguka sana. Kuna ile alama ilikuwa inaletwa chini. Kama alama A ilikuwa inaanzia pengine 80, inaweza kuwa 75 hata 70. Lakini sasa tuko na ujumbe, tunayo habari ya kwamba sasa zile results wanafunzi walipewa, they were raw results. Utakuta sasa kama kuna mmoja alipata pengine 96 kwa biolojia kwa mfano, na wa pili akawa 76. Utakuta sasa A ilikuwa na mtu mmoja, A minus pengine hakuna, wengine wakaanzia B+. Kwa hivyo changamoto PCA Tumutumu Training College, our College of Health Sciences ambao tuko nayo ni sasa tumekosa wanafunzi ambao wamefuzu kuweza kuingia katika kufanya courses. Medical courses. Hawako. Na wanataka kusoma lakini hawakupata ile alama ya C katika biolojia na ama ile grade ya C. Because sasa unaona sasa, na sio C tu pekee, hata university zenyewe zilikuwa na capacity kama ya katikati ya 100 na 110,000. Wale walipata alama C+ walikuwa 70,000 peke yake. Sasa 30,000 wana space ya 1,000 space ya 30,000 ikawa sasa kama waste. Kwa hivyo sisi tunaomba sasa, hebu niombe sasa kwa niaba ya PCA Tumutumu Hospital na zinginezo, niseme tunaomba Rais wa Jamhuri ya Kenya aweze kuzungumza na waziri wake ambao tunaheshimu. Kwanza waziri wake sasa ni kutoka Isiolo wa elimu, Amina ni mtu wa Isiolo kwetu. Kidogo. Imebakisha dakika ngapi tena? Unasema ametoka Isiolo, Amina ametoka Isiolo. Sasa ninamwomba Mheshimiwa Amina waweze kusaidia nchi ya Kenya ili mtihani utakapofanyika wa form 4 kidato cha 4, mtihani after marking uweze kufanywa moderation. Waweze kujua university wako na capacity kama ni 100,000. Wajua watu wanapata C+ kwenda juu wafike 100,000. And that is not actually affecting the system. That's not compromising on quality. Kwa sababu ukienda nchi zile zimestawi, kuna mtu alikuwa anatuambia, tulikuwa na mtu mmoja kutoka kule Amerika alikuwa na support hospitali kitambo. Alikuwa anasema wao, akasema walikuwa kuna nchi wao wakijua university capacity zao ni 70,000. Mtihani ukifanyika lazima examination council iweze kuhakikisha kwamba capacity ile iliyoko universities imeweza kushughulikia ipasavyo.
Kwa hivyo mimi naomba waziri hakikisha ya kwamba wanafunzi wapatiwe alama ili tusiweze kuaffect investments zile zimefanyika katika vyuo vikuu, katika medical colleges like this one na zinginezo, ili kuweza kuwa na kuendelea mbele. Kwa sababu mtu anaweza kuona sasa kama amesimamia mtihani vizuri, lakini anajua sasa he is condemning so many Kenyans to crime. Ni kweli. Sasa huwezi kwenda teaching college, huwezi enda teaching college, huko tu. Sasa huyu mtu ataenda wapi? Ataingia kwa ni bodaboda, alafu hiyo itasaturate, haiwezekani because itasaturate. Sasa uone sasa it is not viable kwenda kule. So the end result will be we will be manufacturing criminals. Bwana Kinyua, nimeshukuru sana kwa sababu ya muda wako, na najua kwamba next time nikija tutapiga round. Uweze kutupeleka ziara ndani ya hospitali, tukionyesha mtazamaji wetu ili angalau aweze kujua kwamba tunapozungumza kuhusu hospitali ya Tumutumu ambayo imeweka historia kubwa sana hapa nchini, ni hospitali ya aina gani, inakaa namna gani, japo kwamba tutakuwa tunamuonyesha, lakini vizuri ukitupigisha ziara na uweze labda kutufahamisha hapa ni wapi ili wakija kutembea waweze kujionea mengi zaidi. Nimeshukuru sana kwa sababu ya muda wako na kukubali kusema nasi. Nashukuru sana. Anajulikana kama Bwana Kinyua, ni msimamizi mkuu wa hospitali ya Tumutumu, PCA Tumutumu, ambayo inapatikana katika eneo la Karatina. Sasa hospitali ambayo ilianza mwaka wa 1914 kutibu watu, na mpaka wa leo watu wanatibiwa, na ni jambo ambalo ni la maana sana, na ni hospitali ya kipekee hapa nchini. Na tumepata hapa ndipo kuna nurses ambao walianza kazi papa hapa, hawajahama kabla mimi nizaliwe. 1982 mtu alikuwa anafanya kazi papa hapa na hajaondoka. Kwa hivyo inaonekana kuna mnato wa aina yake. Endelea kutazama Gikuyu TV, sauti ya Mkikuyu, mkipenda Murori wa Mugikuyu.